Shalom shalom, kwa majina naitwa Daudi ama ukipenda rungu la Bwana. Leo tumekuja na somo lingine, somo linalosema changamoto wanazokumbana nazo wachanga kiroho. Na leo tutaanza kwa kuweka msingi ama itakuwa mwanzo wa somo letu. Naanza kusema ya kwamba wachanga kiroho wako katika vitengo viwili ama vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni wale ambao wamekwisha kumpokea Yesu muda huu na katika maana huu, yaani wamempokea Yesu hivi karibuni, na kuna wale ambao walimpokea Yesu kitambo lakini kuna vitu ama daraja fulani ambazo bado hawajazifikia, kuna vitu ambavyo bado hawajavifahamu licha kuwa wamefanya muda mrefu kwenye wokovu, lakini tukiangalia hao nao pia ni bado ni wachanga kiroho. Kwa hiyo wachanga tutakwenda kuwagawa katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni hicho ambao tayari ambao wameshampokea Kristo hivi karibuni, na wale ambao wamekwisha kwa muda mrefu lakini bado kuna vitu ambavyo hawavifanyii kazi. Kwa hiyo hao ndo wachanga kiroho, na tutakwenda sasa kuzungumzia changamoto zao ambazo wanazipata hao watu kiroho. Kwa maana tunapata watu wengi kwenye Kristo, lakini baada ya muda fulani unakuta tena wamerudi nyuma. Kama walikuwa na tabia fulani, walikuwa walevi, wazinzi, nini, utajikuta tena wamerudi nyuma, wamerudia ile hali yao ya kitambo. Kama walikuwa Waislamu, tena warudi kwa Uislamu. Kama walikuwa dini fulani na nini. Hiyo zote ni changamoto ambazo wanakutana nazo kiroho, wachanga kiroho. Sasa watu wakirudi nyuma, mara nyingi hawarudi nyuma kupenda kwao. Kuna sababu baadhi ambazo zinawafanya warudi nyuma. Sasa hizo sababu ndio tutakwenda kuziangalia, kuzichambua hatua kwa hatua mpaka tuelewe. Hii somo ziko special kwa ajili ya wale wachanga. Wakisikiliza hii itawapa mwongozo na muhtasari ya kutoa kwenye kiroho. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia changamoto. Na tunaanza kwenye changamoto ya kwanza. Changamoto kuu ama somo letu litatupa mwongozo wa kuweza kuchambua zaidi sana. Somo letu tumelijenga kwenye msingi katika kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 15. Tunaanza kusema hivi. Tunasoma katika jina la Kristo. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunapata historia ya Yesu akiwakemea vikali kuhusiana na viongozi ambao ni Mafarisayo na Masadukayo. Kipindi hiko ambao walikuwa wanajulikana kwamba wao ndio wanamtumikia Mungu kisawasawa kikweli. Kama kwa muda na wakati kama na kwa saa kama hivi ni sasa na Yesu kuwakemea viongozi wa kiroho kama vile wachungaji, wainjilisti, waskofu wakuu, wapapa na wengine wale ambao wanaonekana hao ndio mababa wa kiroho, ambao watu wanaotegemea kwao watapata msaada wa kiroho. Wao wanategemea kwamba wao ndio linki, ndio mediator ambao tunawaita makuhani wanaowasiliana na Mungu, wanaowekwa na Mungu ili kusaidia watu. Lakini ukiangalia kwa sehemu kubwa kwa kipindi cha Yesu, hao ndio walikuwa tena chanzo cha kuwarudisha wengi katika ufalme wa mbinguni, kuwafanya wengi wasione katika ufalme wa mbinguni. Ndiposa Yesu akaja kwa kuwakemea akiwaambia, ole ninyi Wafarisayo, kazi mnayofanya ni nzuri na hiyo ndio nafanya kwa sababu muda na wakati kama Yesu Kristo alitimiza kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye wanafunzi kwa watu wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo ni jukumu nzuri. Watu wengi utakuta sahihi wanafanya kazi nzuri kama Yesu Kristo alivyosema, mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Kwa hiyo watendakazi ni wachache, na posa wanazunguka pande zote kuleta watu kwa Yesu. Kuleta watu kwa Yesu Kristo sio mbaya, ni kazi nzuri ambayo watu wanafanya, makuhani, wainjilisti, manabii, mitume na wengineo wanafanya. Lakini changamoto inakuja sasa hapa. Baada ya kuwafanya watu wengi waokoke, watu wengi wamjue Kristo, inakuja changamoto sasa kwenye Mafarisayo. Kama Yesu Kristo alivyowaambia kwamba unafanya kazi kubwa, mnajitabisha, mnatembea kwenye majangwa, kwenye mapori, kwenye manyika, kwenye mito, mkitafuta angalau mtu mmoja aokoke. Lakini sasa shida inatokea wapi? Paulo alijua ile swala mapema, ndipo akasema kwamba
mnifuate mimi kama jinsi mimi ninavyomfuata Kristo. Lengo la watu kuokoa, wachungaji kuokoa watu, si kwa ajili au watu wawe watumishi wa wachungaji, bali au watu wamjue Yesu Kristo, wamtumikie Kristo. Lakini ikiwa watu wengi kwa sasa wanarudi nyuma, wanarudi katika tabia zao za kale, ni kutokana na viongozi ambao Yesu Kristo aliwakemea kwa kipindi kile Mafarisayo, na swala hilo linakuja kuibuka hadi sasa. Ukiangalia sababu za Wakristo wengi ambao ni wachanga kiroho kurudi nyuma, sababu kubwa ni viongozi. Viongozi kivipi? Viongozi ambao walikuwa wakitarajia kwao watamwona Kristo, kwao wataiga, lakini ndiposa wanakuwa sasa ndio chanzo cha kurudi nyuma. Kwa maana Kristo anasema kwamba tuwe barua ya kusomwa na watu wote. Sasa tu hapa kwenye swala la barua, hapa ndio tunafelia, kwa sababu barua yetu kuliko ikuwe nzuri inaleta picha mbaya. Bwana Yesu aturumie sana. Sababu ya wachanga wengi kurudi nyuma kiroho, chanzo kikuu ni viongozi wanaotuongoza. Viongozi ambao wanaonekanika wao ndio role model, wao ndio wanakuwa chanzo kikuu cha watu wengi kurudi nyuma. Wanaangalia kama mtumishi ambaye ni Mkristo, ambaye alikuwa anaonekana huyu ndiye anamtumikia Mungu, anafanya haya 1 2 3 ambaye anayafanya. Sisi waumini wa kawaida je, utakuta watu wengi wanarudi nyuma. Lakini Paulo alisitu mfuate kama Yesu Kristo alivyo, kama alivyomfuata Yesu Kristo. Viongozi wengi wanashindwa hiyo kauli, kama jinsi Mafarisayo wanafanya. Sasa huyo mtu sasa ndio kuliko kumtumikia Mungu akuwa na watumikia wao, wanafanya vitu kwa ajili ya faida yao. Ndipo watumishi wengi siku hizi ukiangalia wanajaza watu makanisani, lengo ni kuliko kumtegemea Mungu, wao wanamtegemea mchungaji, na mwisho wa siku wanakuwa wana wa jehanamu. Kwa hiyo ndio sababu mojawapo na lengo kuu linalowafanya wachanga wengi kurudi nyuma, kukutana na viongozi ambao si viongozi wa kweli. Kwa mfano, tukiangalia kwenye kitabu cha Warumi, Paulo alizungumzia hili kitu. Kitabu cha Warumi sura 2 tunaanza 17, inasema hivi: lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe u kiongozi wa vipofu, mwanga wa walio gizani, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya maarifa ya kweli katika Torati, basi wewe umfundishaye mwingine, je, ujifundishe mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe. Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe. Wewe uchukuaye sanamu wateka mahekalu, uchukiaye sanamu wateka mahekalu. Wewe ujisifue katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati, kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama watu wengi hawampokei Kristo, wanashindwa kumpokea Kristo, kumwamini kama watu wengi. Sasa hiyo ndio changamoto na kipingamizi kikuu ambacho inafanya kile ambacho viongozi wanafundisha kukataza watu. Sasa inakuja kuwa changamoto kwa kuwa wanafanya kila ambacho wamekataza watu wasifanye. Sasa watu wanashangaa, wanashindwa kuelewa, mbona vitu ambavyo tunakataza tusifanye lakini viongozi ndio wanavifanya. Sasa kama jinsi Paulo alivyosema kwamba wewe ufundishaye mtu asiibe, lakini cha ajabu waiba wewe. Wewe ufundishaye mtu asizini, wazini wewe. Wewe ufundishaye ya kwamba watu wasichukaabudu masanamu, sasa wewe na hekalu la masanamu waliteka na kulifanya kuwa ibada. Vitu kama hivyo ndio vinafanya watu wengi washindwe kumwamini Mungu, na hata wakimwamini wanarudi nyuma, kwa sababu vile ambavyo viongozi wanakataa ndio wanavifanya. Kwa hiyo ndio sababu moja wapo inafanya watu wengi kwenye Ukristo wanarudi nyuma hadi leo. Kwa hiyo sasa hiyo ni sababu moja wapo. Mbeleni hapo tutaangalia sababu zingine zaidi na zaidi, na tutatoa hitimisho na mwangalizo wa nini kifanyike ili tubaki kwenye imani, tubaki kwenye msimamo sahihi. Acha jina la Bwana libaki pamoja nasi sote. Asanteni sana. Ulikuwa nami Daudi, ama ukipenda Rungu la Bwana. Bye bye, see you once again.